ambacho Allah atatupa taufiki. Kisa hiki ni Allah subhanahu wa ta'ala alikusudia kumsimulia Mtume sallallahu alaihi wa sallam na kutupa sote mazingatio katika kipindi cha Mtume. Da'wa yake Maka imekuwa ina ugumu wa hali ya juu mno, fujo zimezidi sana, kero limekuwa kubwa. Kabla hajahama kwenda Madina na mke wake akafa mpenzi, na ammi yake anayemlinda pia akafa, ikawa vurugu zimekuwa kubwa. Allah subhanahu wa ta'ala akamwambia kwamba tunakusimulia habari nzuri, tutakusimulia. Lengo la habari hizo nzuri ilikuwa ni kumfariji, kwa sababu ndani yake anazungumzwa mtu muhimu, nabii kama yeye, mtoto wa nabii na mjukuu wa nabii, kitukuu cha nabii, mtoto wa nabii Yaqub, babu nabii Ishaq, babu mkubwa nabii Ibrahim alayhimussalam, wote ni manabii. Amepata misukosuko mikubwa. Mtume akawa anaambiwa, angalia, ndio sera zenu hizi, hii ndio miendo yenu, sio peke yako hivi. Na ikawa kama kuna bishara fulani ndani yake kwamba mwisho ni mzuri. Huyu Yusuf unaelezwa alitoka mjini kwake, halafu mambo yakawa mazuri baada ya subra ndefu, na wewe utatoka mjini kwako na mambo yatakuja kuwa mazuri huko mbele. Akawa anazidi kufundishwa kuvumilia, na vile vile tutakaosoma kisa, manake wote tuwe tunakumbushwa subra, na mwisho mzuri ni baada ya subra, inna Allah ma'as sabirin. Humo tunafundishwa matukio ya hasadi zipo. Hata ndugu yako wa karibu anaweza kufanyia husda, na uwe namna gani unaweza kuwa, utalipiza naye husda au utafanyaje? Nabii Yusuf alionyesha kiwango kikubwa cha kusamehe. Kwa hiyo maana yake tunafundishwa msamaha una mambo makubwa sana ndani yake. Kisa kilivyoanza, moja kwa moja Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, a'udhu billahi minash shaitani rajim, nahnu naqussu alayka ahsana alqasas bima awhayna ilayka hadha alquran wa in kunta min qablihi la min alghafilin. Tutakusimulia wewe mtume, na tunaanza kusimulia visa vizuri kwa kukufunulia hii Qur'ani. Kuna mambo mengi ambayo mwanzo ulikuwa wewe huyajui, na miongoni mwa mambo hayo ambayo alikuwa hayajui ni haya Nabii Yusuf. Nabii Yusuf, kadhia yake ilianza hivi. Yusuf aliota alayhi salam, aliota nyota 11, akaota na mwezi na jua, akaota nyota 11 zimemsujudia. Akamfuata baba yake, akamweleza hicho kisa alichokiona usingizini. Baba akamsikiliza kwa makini ndoto yake aliyoieleza. Alipomaliza kuisikiliza, baba akasema, mwanangu, hii ndoto hii usiwaeleze kaka zako, ndugu zako usiwaambie, wasije wakakufanyia vitimbi, kwani shetani ni adui bayana kabisa kwa mwanadamu, adui mkubwa wazi wazi. Tuzingatie hapo sehemu. Mtoto huyu kipindi hicho alikuwa hajavuka miaka 12 kwa mujibu wa riwaya zilivyo, manake bado ni mdogo tu, lakini anaonekana alikuwa ana ukaribu sana kwa baba yake.
na asingeupata ukaribu huu, ila ni kwamba baba amejisogeza kwa mwanawe. Mzee kweli, na amemzaa utu uzimani. Ameota ndoto, hajamwambia mtu yote, akaenda kumwambia babake ndoto kwa ukamilifu. Hii ni dalili ya kwamba wana urafiki hawa. Baba alipoisikiliza naye akamwambia, hii ndoto usiwaambie ndugu zako. Kuna kitu cha kujifunza hapo. Kwa nini asiwaambie ndugu zake? Akaeleza, wasije wakakufanyia vitimbi. Halafu hakumwacha hivyo hivyo, asije akabandikiza chuki kwamba ndugu zako watanifanyia vitimbi. Shetani kwa mwanadamu ni adui sana. Umeona, amepunguza yale makali. Maana ndugu zako watakufanyia vitimbi, alafu umeacha, manake tayari umejenga uhasama na ndugu, sio? Lakini shetani anaweza akawashawishi wakafanya kitu kibaya. Tunachojifunza hapo, kwanza, baba kuweza kusema ndugu zako wasije wakakufanyia vitimbi, inaonekana pia kwa wale watoto nao yuko nao karibu vile vile, na mzazi huwajua watoto wake makuzi yao. Kwa hiyo amewajua watoto wake ni watu wa type gani, wamekuwa wakubwa, lakini anajua kuna vitu ndani yao. Na hili jambo aliloliona kwa Yusuf, kwa mujibu wa kwamba yeye ni nabii, ameona kuna ishara za jambo kubwa. Jambo hili kubwa asije akalitoa kwa ndugu wakafanya vitimbi. Shetani anashawishi, kwa hiyo usiseme. Naam. Ndio hivi Allah anasimulia, ndio hivi alikuwa Allah amekusudia kumchagua, kama anavyosema baba yake, amekuchagua bwana wako na atakuchagua ili akufundishe kujua tafsiri za mambo, tafsiri za matukio, na atimize neema yake Allah aitimize kwako na aitimize kwa familia ya Yakubu kama alivyoitimiza kwa wazazi wako Ibrahim na Ishaq. Kwa hiyo baba ameona kuna kitu, amekiona kitu hiki asije watoto hao wakakijua haraka wakamfanyia ndugu yao husda. Na kweli hivyo alivyoona mzee ndivyo ilivyokuwa. Masiku yakapita masiku. Baba baada ya kusimuliwa ndoto hii, ile kea kwa mwanawe imezidi, uangalifu umekuwa mkubwa zaidi, mpaka umekuwa unaonekana. Tuko vizuri? Siku zinapita baada ya ile ndoto, sio? Na mzee ameshaona kuna kitu hapa, huyu ni nabii, huyu bwana mdogo hapa alipo, huyu nabii huyu. Kama ameshamjua huyu ni nabii, manake uangalifu umekuwa wa karibu, na anapata wasiwasi lisije likatokea jambo. Kwa hiyo amekuwa yuko karibu naye sana, mpaka wale ndugu wameona, mbona Yusufu amekuwa anapendwa sana? Wameanza kuhisi kitu, hataki kumwacha hata kidogo, saa zote yuko naye, amuone mabadiliko yake, kwa sababu amekwisha jua huyu ni nabii. Wale wakagundua kitu, kwamba mzee sasa mapenzi yake kwa Yusuf yamezidi. Kuna nini? Hawajaelezwa habari ya ndoto wala nini, lakini wamemuona mzee yuko karibu mno na Yusuf. Wakakaa shura yao bwana. Shura ikawa, wakaambiana, la Yusuf wa akhuhu ahabu ila abina minna wa nahnu usba. Inakuwaje Yusuf anapendeza sana kwa baba kuliko sisi, wakati sisi ni ndugu wenye nguvu tunaotoa huduma kwenye nyumba? Wao wanajikuta ni usba, ndio kikosi cha nguvu kazi. Yusuf nguvu kazi gani? Kwa nini apendwe yeye? Umeelewa? Hicho ndio kimeanza kuwakera. Sisi ndio nguvu kazi ya nyumbani, halafu Yusuf amekuwa kila saa baba Yusuf nini? Wakamhukumu baba yao kwa maneno yaliyorekodiwa kwenye Qur'ani, inna abana la fi dhalalin mubin. Hakika baba yetu bwana anakwenda ovyo, lugha nyepesi, anakwenda ovyo, amepotea. Kumwambia babako amepotea manake nini? Si anakwenda ovyo. Mzee anaonekana uzee wake unakwenda vibaya huo. Mzee anazeeka vibaya bwana. Sasa tufanyeje sasa? Shura
shura ya ndugu inapitishwa. Tufanye nini sasa? Maana anatuharibia, anatuwekea usiku sasa. Yusuf anawekea usiku. Imekuwa sisi tunaonekana si lolote bwana. Shura yao ikawa uktulu Yusuf, muweni bwana, tumuue bwana. Lakini wana sita. Mwingine anatoa shauri, au tumtupe mbali huko asionekane. Mzee akishamkosa akawa hamuoni, basi macho yake sasa yataelekea kwetu. Basi na sisi tutakuwa watu wazuri, tutatubu au mzee atatupenda, tutaishi vizuri. Hiyo ni shura ya ndugu kwa mdogo wao. Husda ipo? Hakuna husda. Ipo hata majumbani. Tuwe makini, tusipende kudhihirisha neema waziwazi mno mpaka zikawachukiza wengine. Tuwe na utulivu kidogo, sawa sawa. Mzee alikuwa na haki, ule uangalizi wake wa karibu, kwa kuchunga huyu atakuwa nabii, nimuone mienendo yake, mabadiliko yake, kila kitu chake nikione. Wale wakaona mbona amekuwa anajaliwa sana kuliko sisi, husda ikaja. Lakini somo hilo, sisi hatuna manabii, tusije tukaonyesha mambo na sisi kea ikawa kubwa sana kwa mmoja mpaka tukasahau mwingine, sawa. Lakini je, mdogo si ana haki ya kuangaliwa vizuri zaidi kuliko mkubwa? Yule mkubwa naye si aliangaliwa kipindi cha udogo? Hilo nalo tuliangalie. Usije ukafanya husda, mdogo wako anaangaliwa sana. Kwani wewe ulipokuwa mdogo uliojiona na wewe uliangaliwa hivyo hivyo? Tuko sawa sawa Tutamtupa ardhi ya mbali bwana. Mmoja akasema, hapana bwana, tusimuue Yusufu. Tufanyeje sasa? Kule tunakochunga kule, sikuna kisima kile fulani pale mnakijua, tukamtumbukize mle. Watakuja watu wanaopita njia mle, sio manake kumtosa hivi, tumuingize mle kisimani. Watakuja wapita njia, watamtoa, watamuokota, watakwenda naye, atakuwa yuko salama, na sisi tutakuwa tumesalimika. Wakaona hii sawa sawa, kama tunala kufanya basi ndio hili, tufanye hili. Wakapitisha hiyo. Sasa tutafanyaje ili tumpate? Bwana, hapa sasa ni kumuingilia mzee kwa gia kubwa tu. Shura nyingine hiyo, mzee atupe tu tuondoke naye huyo, manake kumuiba haiwezekani, sio? Wakamwendea mzee kwa namna ya kubembeleza, baba, mbona wewe unaonekana kama hutuamini sisi kuwa na Yusufu? Tuhuma, wanambandika tuhuma ili wamlegeze. Usimwanzie taratibu, baba tunaomba tuondoke na Yusufu. Mbona wewe unaonekana kama hutuamini sisi kuwa na Yusufu? Huyu si ndugu yetu huyu? Sisi tunampendelea kheri, kwa nini hutuamini kuwa naye? Sisi siku zote kila tukitaka kufanya kheri kwake wewe hutuamini. Hapana, mimi nawaamini. Kwani mmeona siwaamini ba? Kama unatuamini basi kesho hebu tuende naye tukachunge. Utuachie tuende naye kuchunga huyo kama unatuamini. Wamemtega bwana. Mzee akaona ngoja njitetee kidogo. Unajua hapa nyumbani mnapokuwa mmeondoka nyote hivi, najisikia upweke, la yahzununi, najisikia huzuni mkiwa mmeondoka naye, na ninaogopa msije mkaghafilika huko akaliwa na mbwa mwitu. Mmetingwa na kazi nini mkamwacha mdogo wenu akaliwa na mbwa mwitu. Wakati zamana, jamaa, unaona anavyompenda, eti kumkosa yeye siku moja shida, lakini sisi siku zote hatupo, hamna shida. Anasema anahuzunika akiwa hamuoni. Mzee bwana, hata huwa anawezeeka vibaya bwana. Wakatetea, baba, hivi sisi tumuache aliwe na mbwa mwitu na nguvu zetu zote? Sisi ndugu kadhaa, tuna nguvu, kambwa mwitu kimle mdogo wetu, sisi tuko wapi? Tutakuwa tuna faida gani? Si kupata hasara kubwa namna hiyo? Si bora tu yatupo tu kama hivyo? Inna la khasirun.
Tutakuwa tumepata hasara kubwa, hakuna faida manake ya kuwepo sisi. Sisi tupo na nguvu, alafu ndugu yetu aliwe na mbwa mwitu. Wamechachamaa. Mzee akawasikiliza, akawa ameshajua huyu lazima waondoke naye. Ikawa hakuna namna awakubalie waondoke naye. Basi wakaachiwa waondoke naye. Mumwangalie basi ndugu yenu, muwe makini. Sawa sawa. Walipoondoka naye, wakaenda naye mpaka walikofika, na shura yao ni kumuingiza kwenye kisima. Wakakaa shura yao ya pamoja. Sasa bana, yeye ametengwa hapo kwenye shura hapo, hawezi kuwa pamoja. Shura ni ya wahusika tu. Nenda naye mkachukue maji kisimani pale. Hata kwenda, ndoo imeshaandaliwa ya kuchotea, ipo kamba. Wakimfikisha kule, sio kumtumbukiza hivi akafa. Hebu ingia kwenye lidude, nataka kuna kitu umokiokote huko ndani, alafu nitakupandisha. Basi akamshusha taratibu mpaka akafika chini, akamwachia na kamba yake. Haya, kau. Vipi? Vipi? Ashaondoka zake bwana. Yusuf ameachwa ndani ya kisima. Lakini kuna kitu Allah subhanahu wa ta'ala alikisema. Alisema Allah subhanahu wa ta'ala, wa auhaina ilayhi latunabbi'annahum biamrihim hadha wa hum la yash'urun. Tulimfunulia Yusuf tayari zile sensi za unabii kwake zimeshaanza kupita. Tukamfunulia Yusuf, akaiona picha ya kwamba utakuja waeleza habari zao zote hizi wakati wao hawajitambui, hawana habari kabisa. Utazijua mpaka utakuja kuwaeleza. Yani ile picha yote itakokuja kuja mbele, Yusuf akawa amekwisha funuliwa. Kwa hiyo akawa amekaa pale, lakini ameshajua kuna safari ndefu itakompitia katika maisha. Mabwana wale wakawa wameshafarijika, wameshamwacha pale, wakaendelea na shughuli zao, wakachunga mbuzi wao mpaka sasa wapige shura. Sasa mzee, tunamwambia nini kule vizuri? Bwana, hilo tena mbona mepesi. Walikuwa wameshaliandaa hilo, kanzu yake wamemtoa wakati wakimuingiza kisimani. Hii bwana ndio kila kitu hii. Chinja kondoo mmoja, chinja kondoo, choma nyama, kula. Kanzu ile wakaikata, wakaichovya chovya, sio wakaikata, wakaichovya chovya damu. Mambo yote yako hapa, picha yote iko hapa. Ila mjifunze kulia sasa. Mkiingia mnalia kweli kweli, kama watu wa kukodiwa kwenye misiba. Wanafanya mazoezi ya kulia kwa baba yao, wameshampoteza ndugu yao. Wakafanya mazoezi yao ya kulia na kanzu wamekwisha ingiza damu. Imefika jioni, wanarudi. Waliporudi kuingia kwa mzee, kila mmoja tayari anaanza kwikwi kabla hawajaeleza. Mzee, bwana, kuna habari mbaya leo. Habari mbaya gani bwana? Bwana, tulipokuwa tumekwenda kule bwana, tumeshindana mbio, tumekwenda hivi na hivi, tumemwacha Yusufu kwenye vitu vyetu pale, mbwa mwitu wamemla bwana. Yaani hili somo hili la mbwa mwitu kula ndilo alilokuja kusema mzee mwenye ametupa njia. Aliposema naogopa sijakaliwa na mbwa mwitu, walitizamana pale wakasema yes, hiyo ndio yenyewe hiyo. Njia tumeipatia hapa. Huyu lazima aliwe na mbwa mwitu tu. Kwa hiyo ikawa kazi nyepesi. Kanzu imechovywa damu. Mzee anasikiliza. Walichoharibu, kisikilizeni vizuri hiki. Walichoharibu katika mazungumzo yao, cha kwanza namba 1 ni hiki. Walisema hivi, wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqin.
Mzee, unajua habari yenyewe hata tukikueleza huwezi kutuamini hata kama tunasema kweli. Hapa wameharibu hapa. Manake mtu ukiwa muongo unajistukia mpaka unasema mimi nasema kweli, wallahi huwezi kuamini wewe. Wewe ulijuaje kama mimi siwezi kuamini? Manake tayari ushajituhumu mwenyewe, una wasiwasi. Na hiyo tayari ikamfanya mzee akawa alert kweli kweli. Siwezi kuamini hata mkiwa mnasema kweli. Hata hapa siwezi kuamini kweli hapa. Akawa ameshakaa makini sasa. Sasa wakati yuko makini wakaharibu namba 2. Na kilio hapo kinaendelea. Namba 2 wakatoa kanzu ya kuthibitisha. Na kanzu hii hapa imejaa damu. Mzee akasema hapo hapo lete. Nafsini mwake anasema hapa hapa. Akaichukua kanzu. Wao wanaendelea kusema mzee hata machozi bado hayajamtoka. Anaipekua pekua kanzu tu. Akaiangalia, akaisimamisha, akaipindua. Huyu mbwa mwitu mtaalamu kweli huyu. Anamvua mtu kanzu kwanza, alafu ndio ale, alafu ndio ajipanguse midomo, haitoboki hata kidogo. Hapana, mtu aliliwa na mbwa mwitu hapo. Jamaa wakati zamani wakaona mzee amestukia ishu hii, lakini watafanya nini sasa? Wao wakaendelea kulia tu. Basi baba alichokisema, alisema bal sawalat lakum anfusukum amra, bal sawalat lakum anfusukum amra. Nyinyi kuna jambo nafsi zenu imewapambia kufanya, mmefanya nyinyi. Fasabrun jamil. Subra hapa ndio kitu kizuri tu cha kupatikana hapa, sina jingine la kufanya. Wallahu almusta'an ala ma tasifun. Na Allah ndiye wa kuombwa msaada. Mimi namuomba Mwenyezi Mungu anisaidie kwa hayo mnaoyasema hayo. Nyinyi mmeshawajua habari yenu. Nendeni bwana. Mzee ana yakini Yusuf hakuliwa na mbwa mwitu. Na wao wakaondoka wanakwenda kunongonezana, bwana. Mzee kastuka bwana. Ulikuwa unamuona vile anavyoangalia kanzu? Tumekosea sisi. Kanzu haikutoboka ile. Ile haina tundu hata jino moja ile. Bwana si shakuisha bwana, Yusuf si hayupo. Basi bwana, potezea. Kila mmoja potezea. Wakapotezea. Maskini Yusuf kule hapotezei wala baba hapotezei. Wao wameshapotezea, wameshafanya uhalifu, wamepotezea. Yusufu akaachwa kisimani wakati watu wamekuja kupiga mchele nyumbani na wameshakula kondoo wao, hawana wasiwasi. Siku imekwenda hiyo. Sasa upande wa kule sasa kwa Yusuf, kuna msafara unatoka zao huko mbali huko, huwa unapita maeneo yale. Kupita wamepiga hema pale, bwana kaangalie maji, kuna kisima pale, nenda kaangalie maji pale. Wakaenda, mmoja yule aliyetumwa kwenda kuangalia maji akatumbukiza chombo chake cha kuchotea maji. Yusuf akaona fursa hii, manake akiwa ndani kule sasa anaona kuna mtu anakuja, amekuja hapa sio? Na tangu anatumbukiza kitu sasa anakiona. Hii fursa hii, kinaingia kile kitu chap, akashika. Jamaa ametingwa na maji, lakini wakati wa kupandisha mbona nzito maji haya, ndio kiwango cha maji hiki, lakini akapandisha kwa bidii. Na Yusuf anasaidia, atakuwa anakanyaga mle, anasaidia asiachie mpaka akapanda. Kupanda kufika juu, ya bushra, furaha hapo, nyota imewaka hapo, maana imepata dili hapo. Hadha ghulam, nimejipatia mtoto hapa bwana. Hata habari ya maji ameisahau kwanza. Kwenda kutoa taarifa, mali, mtoto wa kuuza. Sawa, mtumwa huyo tayari ashaingia utumwani. Basi masuala ya maji yakaachwa, tuyazungumzi tena hapo na kurekodiwa. Kwa hivyo watu watatafuta maji, watakunywa, lakini wamepata furaha ya kuokota mtoto. Wakamchukua mtoto wakaondoka naye kwenye safari yao. Wakaingia naye sokoni. Kwa kuwa wana wasiwasi, huyu kijana mbona haonekani dalili za kunyongeka? Huyu mtoto huyu sijekuwa mji huu kuna jambo tu limemkuta, wasikae naye muda mrefu, wamuuze haraka haraka.
Allah akarekodi maneno haya, washarauhu ndio washarauhu bithamanin bakhsin darahima maaduda wa kanu fihi min az-zahidin, wakamuuza kwa thamani ndogo, dirham kadhaa tu. Lengo lao nini? Ili waachane naye, asija akatokea muhusika wa mwanawe bwana ikaja kuwa shida. Wakawa wamemuuza ili wapate hela kidogo ondoke. Kumbe mtu aliyemnunua ni mtu mmoja mheshimiwa pale mjini, waziri fulani hivi, amepata mtoto, kamnunua mtoto mzuri, kijana kabisa, anaonekana ana alama za akili, amempata kwa bei poa kabisa. Akamchukua, anazungumza naye lugha watakayoelewana. Haya, wakaelewana, kama huyu atafaa sana huyu. Kufika naye nyumbani, akatoa taarifa za furaha sana, akamwambia mkewe, nimekuletea kijana huyu, muandalie vizuri, huenda akatufaa huyu huko usoni. Yaani hata mapokezi sio yale mapokezi ya kimtumwa, huenda huyu akatufaa huyu, ikawa ni mtoto wetu, tumembatiza ile kunaitwaje ile, kumadopt, au akaja akatusaidia kwa namna nyingine yote ile. Inaonekana walikuwa hawajapata mtoto hao. Wakafurahia. Yusuf akawa ameingia kwenye nyumba yenye neema ya mtu ambaye ugali hautosumbua, alafu mtu msomi. Ikawa fursa yake pia kuweza kusomeshwa, akili yake ikazidi kukua, mipango ya Allah imemfikisha hapo. Basi siku zikapita, kule ameshasahauliwa kule. Ambaye hajasahau ni baba tu, anajua mwanangu hakufa. Huku maisha yakawa yanaendelea, yakaendelea mpaka amekuwa mkubwa, kisomo amepata, maarifa yameongezeka, umbile limekuwa la kijana mwenye kukua. Sasa hivi anapendeza, amekuwa mzuri sana kama anavyosifiwa Yusuf. Mama mwenye nyumba akili ikaharibika kidogo, dishi likacheza, likawa haliko sawasawa. Kila akimwangalia anaona hamuelewi, hasomeki. Yusuf anasomeka, yuko vizuri tu, yeye anajiona ni kijana wa nyumbani tu, anachotumwa chochote anafanya kama zamani. Kumbe mama tuma yake ya sasa imekuwa sio ile ya kawaida, ina jambo jingine. Akamwanza tabu hivyo, mpaka Yusuf anastuka, mbona amekuwa hasomeki hivi? Lakini akawa hajali hiyo, hana habari nayo, anaona labda maisha tu yamebadilika. Siku zinakwenda, mama anaona sasa, mtu wangu mbona haingii kwenye mtego? Kila ujanja alioufanya wote, Yusuf yuko mbali, ana habari naye kabisa. Takuwaje bwana? Hawazii kabisa kwamba anafanywa hivi kwa ajili gani. Akaona nimbadilishie huyu. Sinema ikabadilishwa bwana. Akampa kazi sasa ndani ya chumba. Hebu njoo ufanye kazi hii kidogo, kuna shughuli hapa ufanye. Yusuf kama kawaida anaona nimetumwa nyumbani tu. Hebu rekebisha hilo kabati hapo, haifungi vizuri hiyo. Kwa Yusuf katingwa, mama kumbe nguo alizozivaa hazieleweki. Njoo ufanye na hii hapa. Anakwenda. Hivi hanioni huyu? Hakuoni bwana, hana habari na wewe huyu. Akaona atumie staili nyingine sasa, hii ya kumuonyesha ile. Sasa akawa anamuingiza mikononi. Ndicho kilichotokea hapo sasa. Anataka kumuingiza mikononi, labda amlainishe kwa namna hiyo. Kipindi chote hiki Allah anamchunga awe hayupo kabisa kwa hayo anaomuonyesha ya mwanzo. Sasa ni binadamu, ukishaingizwa mikononi kuna hisia, sio? Vitimbi vimekuwa vikubwa. Allah akarekodi maneno akasema, walaqad hammat bihi wa hamma biha laula an raa burhana rabbi. Huyu mwanamke akawa sasa amemtamani kikweli kweli na amemtaka kisawasawa, na kidogo angemtaka Yusuf kumtaka lau kama sio kuona ishara za Mola wake za kuweza kumlinda.
Allah subhanahu wa ta'ala akasema, kadhalika linasrifa anhu sua walfahsha, tulifanya hivyo ili kumwepushia ubaya na uchafu. Innahu min ibadina almukhlasin, kwa hakika yeye alikuwa ni katika waja wetu wasafi na wateule. Huyu amefanya juhudi zake za kibinadamu mwanzo, kila kitu akajifanya hakioni, akapuuza mno. Siku zinapita, kila kitu anachofanyiwa hana habari, mpaka imefika hatua ya mwisho. Hebu leteni kwenye akili kidogo. Kijana amekuwa ameshabalee, amekamatwa, ameingizwa kwenye mwili, inakuwaje? Ndio alichokuwa anataka kukifanya mama. Sasa hapo pana msaada wa Mungu ukaja. Umeelewa? Nini tena, inakuwaje? Mbio, lazima akimbie. Alipokimbia akamfuata nyuma, shika nguo, vuta, akaipasua nguo. Na Yusuf ameshafika mlangoni, fungua mlango. Kufungua mlango, mbele ya mlango mzee mwenye nyumba huyu. Mama pale pale, akili ikafanya kazi haraka. Umeona kilichotokea? Utamfanya nini mtu anayetaka kumfanyia ubaya mkeo, lau kama sio kumfunga jela au kumpa adhabu kali? Pana vitu vya kuzingatia kidogo. Asingekuwa na akili nyingi za namna hiyo, manake moja kwa moja tuhuma inalengwa kwa Yusuf, si ndio? Na ikishalengwa kwa Yusuf, ikiwa imelengwa ndio hivyo, imekuwaje humu ndani? Na kwa kuwa alikuwa lakini anakimbia, inaweza ikalengwa pia kwake. Huwa anaonekana amekuja mbio mlangoni kutaka kutoka, akacheza upesi imrudie yule. Lakini ikifika hii tuhuma kuwa ni kweli Yusuf ni muhusika, maamuzi si anayo mume ya kufanya, ndivyo sivyo? Je, akichukua maamuzi mazito sana, si atakuwa yeye amedhulumu? Akiwa atamuua kwa mfano, si anajijua kama yeye ni mkosaji au hajui? Anajua au hajui? Kwa hiyo maneno yake yakatoa hata adhabu ikatengenezwa. Utamfanya nini kama sio kumfunga au adhabu kali? Manake masuala ya kifo hayapo hapo. Sawa, eh? Amemtengenezea njia. Amwadhibu potelea mbali, kumtia jela potelea mbali, lakini sio kifo. Huyu mzee lakini naye ni mtu mzima, msomi na ana akili. Hakuchukua mambo kwa sura ya haraka. Yusuf alijitetea haraka, alisema yeye ndiye amenitaka, sio mimi. Unaona? Kwa hiyo tayari kuna kitu sio cha sawasawa. Ni yeye, sio mimi. Hebu tokea, hebu njoni. Akawachukua wote kwanza. Mbona siwaelewi? Alafu akimwangalia mwanamke alivyo, hata uvaaji ulikuwa haupendezi. Yusuf alikuwa anaonekana kama anakimbia kweli, na maneno anayosema ni yeye aliyenitaka, sio mimi. Halafu Yusuf huyu mimi namjua tangu huu kipindi cha kukua, hajamuona na mabadiliko yoyote ya ovyo ovyo. Kwani wazee si wanaona nyumbani? Hawamuoni mtu alivyo? Au sijamuona na vitu vya kutokueleweka mpaka afikie ghafla hivi. Hata hapa pana jambo linaniumiza kichwa. Mwanamke ni mke wake, anadai kutaka kuvamiwa, lakini na huyu kijana mnyonge anasema sio mimi, sikufanya kitu. Inabidi apate ushauri kidogo. Ushauri umerekodiwa kwenye Qur'ani, ukafasiriwa kwa namna nyingi. Anasema qala hiya rawadatni an nafsi wa shahida shahidun min ahliha, na alitoa ushahidi, shahidi alitoa ushahidi katika watu wa pale pale nyumbani. Ushahidi aliyoutoa kabla ya kuuzungumza, ushahidi utatolewa na shahidi katika watu wa pale pale nyumbani. Sawa sawa? Pengine kwenye visa mnaweza mkasikia kuna mtoto alizungumza akiwa bado mchanga. Hapakuwa na habari za mtoto kuzungumza. Sawa? Mtu
Kwani haiwezekani? Ile nyumba si ina watu wengi tu. Yule bwana katika watu walioko pale hamna mtu mzima pengine anaishi pale nyumbani? Hata kama haishi hapo, kuwa amekuja labda kutembelea siku hiyo, haiwezekani? Amekuja pengine mtu katika familia yule mke kuja kutembea. Bwana mzee, hebu njoo, naona pana jambo linanitatiza hapa, halijakaa vizuri, 1 2 3, hebu lisikilize kidogo. Mzee anaangalia, anamkuta bwana mdogo yule na upole wake, anamwangalia nguo yake, nguo imepasuliwa kwa nyuma hii. Kwanza alimwangalia usoni, hakuona alama yoyote labda ya kutiwa kucha nini, maana kama ni yeye ndo anabaka mwanamke, si atajitetea? Akijitetea hakuna athari yoyote hata kidogo, hata ukucha kidogo. Natarajia watu walikuwa ni watu weupe, natarajia hivyo, manake kuna asili ya Iraki na Yemen. Huyu Yusuf kwa Yakubu ni Iraki, hiyo moja kwa moja. Wa Iraki walikuwa ni watu weusi. Kwa hiyo uzao ulikuwa unatarajia kwamba walikuwa ni watu wakiminyana. Sijui yule mama wa Kimisri atakuwa ni vipi, lolote litakalokuwa. Huyu bana huyu kama alikuwa anafanya fujo, mwanamke akijitetea hivi, haiwezi kutokea alama yoyote nyekundu kidogo hivi? Hakuna. Akamwangalia vizuri, akamwona nguo imepasuliwa kwa nyuma, akaona hata huyu alikuwa anajitetea kwa kimbia. Huyu mama hana alama yoyote ya kufanywa chochote, yuko vizuri. Basi yule shahidi akatoa ushahidi, akasema in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat, kama nguo ya Yusufu imepasuliwa kwa mbele, manake ni mwanamke alikuwa anajitetea, si ndio? Basi mwanamke atakuwa ni mkweli, wa huwa min alkadhibin, na huyo Yusuf muongo. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadhabat, kama nguo ya Yusuf imepasuliwa kwa nyuma, basi mama amesema uongo. Wa huwa min as-sadiqin, na yeye ni mkweli, kwa sababu alikuwa anakimbia. Mzee mwenye nyumba kuangalia yale na ameasikia hivyo kutoka kwa mtu mzima, ikaonekana kweli. Moja kwa moja alimwambia Yusufu, Yusuf a'rid an hadha. Kwanza alimwambia mwanamke, innahu min kaidi kunna, ili tukio ili linaonekana ni katika vitimbi vyenu nyinyi wanawake. Inna kaida kunna adhim, vitimbi vyenu vikubwa sana nyinyi. Hii tukio hili, picha hii inaonyesha ni katika vitimbi vya kina mama. Hii vitimbi vyenu ni vikubwa, mna ujanja mwingi mno nyinyi. Yusuf a'rid an hadha, Yusuf potezea ile jambo, liachilie mbali, fanya kama hakuna kitu. Si unajua yeye ndio mtoto nyumbani, lipotezee, usiongee, aache hii fedheha, tayari achana nayo. Sawa. Yusuf ameshapewa oda hiyo. Wastaghfiri lidhambika, anapewa na mwanamke oda naye, na wewe omba msamaha wa dhambi zako hizo. Innaki kunti minal khati'in, kwa hakika wewe umekuwa katika waliokosea. Hapa umefanya makosa hapa, hii fujo tu, umetuletea fujo hapa. Yusuf ameambiwa potezea. Nyumba ya watu wakubwa huwa ina watu wengi mle ndani, ndivyo sivyo? Hata wafanyakazi wanaweza kuwa zaidi ya mmoja, wako wakupika, wako wengine wa bustani, wako wengine wa nini. Wameona kama kuna move pale hazieleweki, imeitwa mzee pale, pengine mmoja wa kupita kapita, mbona watu wako kwenye baraza, alafu akimwangalia mama alivyowekwa pale, mbona kama kuna kitimoto amewekwa huyu. Kwenda kumwambia mwenzie, bwana, unajua huku kuna issue huku. Kwa hiyo manake wanaitaka ile issue sasa. Sawa? Kuta hizi na masikio hizi, tukiwa tunafanya mambo yetu tunazungumza, tuenda tahadhari nyingi. Hizi kuta zina masikio hizi. Kwa kuta zikawa sasa zinasikia zile, zikaichunguza ile issue mpaka kuijua. Watu wa nyumbani mle pita ile wakaitafiti mpaka wakaijua, na kuijua lazima wataiongezea kidogo. Hawezi wakaichukua nzima waipambe kidogo.
Yule bwana kwa kuwa ni mtu mkubwa, na mke naye atakuwa bibi wa mtu mkubwa, ndivyo sivyo? Marafiki zake nao ni watu wakubwa, sio wakubwa, wanajuana watu. Mara katumwa mtu huko, nenda kapeleke kitu fulani kule nyumbani kwa waziri kule, amekuja anakuta kuna issue. Mbona nyinyi mmekaa nini? Pana ubuyu hapa. Akapigwa ubuyu, ataondoka nao, ataupeleka nyumbani. Alipopigwa ubuyu akaenda nao kwao. Iwezekani kweli, nimekuta hiyo mama, nimekuta mama mwenyewe, mama mwenyewe. Mama huyu naye haridhiki mpaka ampelekee mama mwingine. Ingekuwa kuna simu za mkononi siku hizo, wakaueneza bwana ubuyu. Zile nyumba za watu wakubwa ule ubuyu wote ukafika, ikawa zimejaa vumbi la ubuyu. Allahu akbar, wanawake wanafujo. Ikawa shughuli ni hiyo tu mpaka waijue mwisho nini. Wakaidadisi, wakaieneza. Stori zikamfikia muhusika kwamba unasemwa vibaya wewe huko mtaani. Ala, wananisema vibaya. Vipi? Hebu sasa, naye anachunguza anavyosema, anapeleka naye wajumbe wake kuchunguza. Akapeleka wajumbe wake kuchunguza mpaka akahakiki kweli anasemwa yale yanayosemwa. Qur'ani iliyarekodi pia. Allah anasema, waqalat niswatun fil madina imra'atul azizi turawidu fataha an nafsi qad shaghafaha hubba. Wanawake wa mjini, sio wa kijijini. Wanawake wa mjini ndio wenye fujo. Wakaanza kusema wanawake wa mjini, wanasema mke wa mheshimiwa anamtaka mtumishi wake kinguvu. Hivi ndio amejaa mapenzi, ameoza hivyo. Amepotea huyu naye. Hakuona watu wote kila pale, hakuona watu mpaka huyu tu. Mama anatafiti, akaisikia hiyo habari inavyosemwa ndio hivyo, kwamba ameoza kwa mtumishi wake. Akakasirika naye akasema, hii ligi lazima iwageukie hao. Sio atubu, ageuze ligi kwao. Anawageuzia kibao. Aliposikia mazungumzo yao yako hivyo, akasema wataiona. Si akawaalika bwana, akawaalika chakula cha burudani tu, jioni hivi, nyama za kuchoma kidogo, maepo kidogo, juisi nini, sio msosi wa chakula wa burudani tu. Na wanawake wakikutana huwa hawakosi kingoma kidogo, wakapiga wakafurahi. Kumbe wakati wameandaa hili kwenye behewa lao la kukaa pale, mama amemwandaa Yusufu ataingia pale, atoe japo huduma ndogo, pengine ashike kijagi kizuri tu, aseme nani anahitaji nini. Ametumwa, atafanyaje sasa? Atakwenda tu. Na amemvisha nguo za kupendeza kwa kweli, sio utoke hapa unakwenda kutoa huduma umevaa hizi. Basi wale wakapewa huduma zao pale, wakaandaliwa chakula kile kinachotakiwa kuliwa, burudani yao inaendelea, hawajui kinachotaka kuendelea kingine. Wakati wakiwa wametingwa hivyo, na visu vya kukatia maepo vile vikawa vimenolewa vizuri sana makusudi, atakikosea kidogo tukimkate. Basi wakati wametingwa, furaha imezidi, stories zimekuwa kubwa, kula hiki, akamwambia Yusuf, pita na jagi lako hapo. Akaingia pub. Nani mwenye kutaka huduma? Wote kwanza kuingia tu wakawa wametingwa, wameacha story, imekuwa kimya. Walikuwa wameanza kukata epo, anakata, alikuwa anaangalia au kama amekandamiza pale chini, hajui hata mkono kaweka nini, epo kaweka wapi.
kumbe ameondoa na kucha kidogo chwi, mwingine amekata hapa kidogo chwi, mwingine hali amebaki ameshika tu nyama iko mkononi. Sasa mwenye kutoa huduma mpaka anamtilia mtu, anayetiliwa pia anaangalia tu, hata tayari hiyo imejaa. Mwenyewe anaangalia kinachoendelea, anakagua. Alipoona wamepuzzle wote, akamwambia Yusuf, toka. Yusuf akatoka. Alipotoka ndio akili zinarudi sasa. Anamtizama yuko aliyejikata, wewe mbona unatoka damu? Tishu iko wapi? Kama tishu zilikuwa ziko au kitambaa atajua mwenyewe. Anajifuta haraka haraka asionekane. Mwingine, wewe mbona huli umeshika nyama tu? Bwana, wakaona waseme ukweli tu. Hivi umetuletea binadamu humu ndani au umetuletea malaika? Mtu huyu Yusufu ameshaondoka. Hivi ameingia mtu au malaika? Huyu malaika, huyu sio binadamu. Kweli malaika? Hivi unaye humu ndani? Anaanza kuuliza, unaye humu ndani unamtakia nini wewe? Kwanza ina huu. Akaanza kuambia, si ndio huyu mnayenilaumu? Huyu ndiye mnayenilaumu, mnasema anamtaka mtoto wake, sijui mfanyakazi wake. Hivi ndio, kumbe ndio huyu uko naye humu ndani. Sasa hivi manake nini? Badala ya kumwambia bwana umekosea, tubu, atakula sahani moja kama ndio huyo. Wanamgeuzia kibao sasa, wanataka kula sahani moja. Hii inatupa picha pia kwamba Misri yenyewe ilikuwa haijatulia siku hizo nayo. Sawa? Ilikuwa haijatulia hii inaonekana. Kwa kipindi hicho, hatujui leo, lakini kipindi hicho ilikuwa haijatulia. Na majumba ya watu wakubwa kwa kipindi hicho yalikuwa hayajatulia. Sawa? Na kutokutulia ni watu wanapoacha dini tu. Ilikuwa hamna dini, dini imepotea. Kwa sababu Yusuf alikuja kuzungumza akiwa gerezani, watu wangu huko hao wa mjini wanaabudu vitu vingi tu. Mimi nimefuata mila ya wazee wangu huko ya kumwabudu Mungu mmoja. Sasa kama watu hawana dini alafu wana mali, wana uwezo, wana mambo mazuri, lazima wasitulie tu. Kwa hiyo utulivu ulikuwa haupo. Sasa hivyo ndivyo ilivyokuwa. Mwanamke akawa amewashawaambia kwamba ndio huyu yule ambaye mlikuwa mnanilaumu, na wao hawakumwambia basi usifanye tena. Wakawa kama vile wamekuwa kwenye ngoma moja waicheze pamoja. Walimuita malaika kabisa, anasema in hadha illa malakun karim. Kwa hiyo baada ya tukio lile sasa, Yusuf akakosa amani kwenye mji. Hana amani tena mjini, kwa sababu amekuwa kila anapotembea mara kaletewa kimeseji, kibarua kimetoka nyumba fulani, mara kuna mtu fulani yule pale anakuita, mara hivi, mara Na yule mama alimwambia maneno mazito, alimwambia na usiponikubali na kufunga lazima utaingia jela. Akawa ametishiwa hilo, ukiniendelea kunikataa hivyo utaingia jela. Na akawa ameshaona kero za watu wa mjini zilivyo nyingi. Basi Yusuf akamwelekea Mungu, akamwambia Allah subhanahu wa ta'ala, akasema Rabbi asijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilay. Mungu wangu, Bwana wangu, jela kwangu naona inapendeza zaidi kuliko haya wanayoniitia. Wa illa tasrif anni kaidahunna, kama hutonitenga na vitimbi vyao hawa, asbu ilayhinna, nitajikuta mara nimeelekea kwao, nitaelemea kwao. Nikielemea kwao, wa akum min aljahilina, nitakuwa katika wajinga. Ya Rabbi, niingize jela, naona itakuwa bora. Kama watu wanataka kunifunga, bora wanifunge. Yusuf amemwomba Allah aingizwe jela. Sasa lakini ataingizwaje jela hivi hivi? Mungu akaleta namna ya kuwa aingizwe jela. Alileta namna gani?
akawadhihirishia wale waume. Sasa waume wa majumba yao wameanza kuhisi katika majumba yao, mazungumzo ni Yusuf, ndio gumzo la mjini. Kila nyumba Yusuf, Yusuf. Kumetokea hivi Yusuf. Hii kadhia kumbe sio ndogo Wakakaa shura sasa viongozi. Bwana hujasikia habari leo? Nimesikia bwana. Yusuf bwana anazungumzwa kila pahali. Kwani imekuwaje? Huyu kijana wala anafujo na mtu bwana. Kwa hiyo majumba yetu yataharibika Sasa tufanyeje? Huyu bora tumtenge kidogo mjini kutulie. Kwa hiyo wamwandalie lolote la kumfunga ili kutulie. Walimuingiza jela, nyumba zao zitulizane. Wakakata shauri tumfunge. Mungu aliwadhihirishia hivyo kwamba majumba yao hayajatulia, wamfunge Yusuf. Basi wakamuingiza jela, na lengo lao kumuingiza jela kwa kipindi fulani tu, lakini si unajua tena watu wakitingwa na mambo yao wakamsahau. Wakamwacha. Akawa Yusuf yuko jela tu. Yusuf alipoingia jela, katika kugawanywa vyumba na nini, akawekwa na watu hao wawili. Wale watu wakawa wanamuona Yusuf katika mapokezi yao, walivyomuona wakamuona yuko tofauti sana na wao kimaisha. Taratibu zao na zake tofauti. Mambo yao kwenye kula, mambo yao katika mazungumzo, mambo yao akizungumza mambo ya mjini na nini na nini. Huyu sio mwenzetu kabisa. Utaratibu za mjini hapa sio zake. Wakamuona mtu mwema sana. Halafu wakamuona kama ana elimu fulani ya ziada. Hiyo ni ile sura ya unabii, hiyo inajitokeza kwake. Wakaona ana vitu sio vya kawaida. Wakampenda wale. Siku zimekwenda, wameanza kumpenda. Mmoja ikamtokea ndoto, kila mtu ikamtokea ndoto kivyake. Ilipotokea ndoto, wakashauriana, wakasema hii ndoto tusimwambie huyu akatufasiria. Huyu tunamuona amekaa kidogo, mtaalamu, ana vitu vingi, wanajua. Wameishi naye mpaka wamemtambua. Basi wakamweleza bwana, wakamwambia, bwana, tuna shida kidogo. Shida gani? Tumeota ndoto zinatutatiza, unaweza kututatulia ukatufasiria? Yusuf akamwambia, naweza, inshallah naweza kuwafasiria. Akasema mwenye ndoto yake wa kwanza, nimeota nakamua mvinyo mimi. Yaani ana zabibu, anazikamua kutengeneza mvinyo kwa mtindo wao wanaojua wenyewe. Na mwingine akasema, mimi nimeona ndege wanakula mikate juu ya kichwa changu, nimebeba mikate wanakula. Hebu tufasirie hizi ndoto. Yusuf kwa kuwa amewadadisi baadhi ya mambo katika taratibu zao za maisha na wao kabla sijawafasiria ndoto, nataka niwaambie kitu kwanza. Chakula kitakacholetwa leo mimi nitakwambieni mtakuja kula chakula gani. Nitakwambieni, chakula wewe unajua leo Jumatatu chakula kinakuwa chakula gani? Sio hivyo. Panaweza pakaja samaki, nitakwambia wewe utapata kipande cha kichwa, wewe utapata cha katikati au cha mkia. Si unaona? Kuna matunda labda ndizi na nini na nini, wewe utapata ndizi, wewe utapata apple. Si unaona? Ndio namna hiyo manake. Sio ile kwamba chakula leo nini. Kwa hiyo kweli akawaambia utakachokipata wewe ni hiki na utakachokipata wewe ni hiki. Wakawa wanangojea kwa hamu waone hiyo hali itakavyokuwa. Kweli kwenye mgao papo akakuta huyu amepata kile kweli na huyu amepata kile. Hiki. Ala. Bwana vipi? Wanafika kwenye kula sasa wanajadiliana. Kwani wewe umejua vipi? Akawaambia, haya mimi ni katika mambo ambayo amenifundisha bwana wangu. Bwana wako yupi? Allah. Anawapa dawa sasa. Mimi huko nilikotoka huko mjini huku mpaka kuja hapa jela, nimeacha watu mila zao za maisha ni za kutokumwamini Mungu na hawana habari na akhera. Mimi sikufuata mila zao. Anataka kuambia manake na nyinyi ndio mila yenu.
lakini kuambia moja kwa moja haipendezi. Watu wa mjini mila yao ni hii, hawaamini Mungu, wana ibada zao za ajabu ajabu. Mimi sikuzifuata hizo, sawa sawa. Mimi nimefuata mila ya wazee wangu Ibrahim na Ishaqa na Yaqub. Sisi mila yetu hatumshirikishi Allah na chochote. Hiyo ni fadhila ya Allah kwetu sote wanadamu, lakini watu wengi hawajui, hawashukuru. Yaani kama nyinyi mmeacha mila kama hii, nyinyi hamshukuru. Mlikuwa mnatakiwa na nyinyi muwe kama hivi mimi. Kwa hiyo bwana ana dini, kumbe dini nzuri. Sasa ndio pale akawafasiria ndoto yao baada ya kuwa ameshawapa dawa na wameshakuwa wana imani, wanamwamini. Akawaambia, aliwapa hoja ya akili pia, akawaambia hivi, mtu anayetumikia mabwana wengi na mtu anayetumikia bwana mmoja, yupi anakuwa atapata utulivu? Wakasema anayetumikia mmoja. Sasa kwa nini msimtumikie Allah mwenye nguvu kuliko unatumwa hiki na huu, unatumwa hiki na yule, unatumwa hiki na yule? Tumikieni Allah mmoja mwenye nguvu. Ndio mila yangu mimi na wazee wangu. Wakawa wamekinai kweli, amewafikishia dawa, wamemwamini kabisa. Hayo mnayoamini huko mjini ni majina tumeyatengeneza nyinyi na wazee wenu. Mungu hakuyakubali hayo. Naam, tumekuelewa bwana. Sasa tufasirie ndoto. Akawafasiria ndoto. Wafungwa wenzangu, mmoja wenu atakwenda kumkamulia bosi wake mvinyo kama zamani, atatoka hapa jela, atarudi, atafanya kazi. Na mwingine atanyongwa, hakumwambia na wewe utanyongwa, inatisha. Akasema na mwingine atanyongwa, ndege watakula kichwa chake. Shajua ni yeye. Hilo jambo ndo limeshahukumiwa huko, ndo limepitishwa, liko hivyo. Basi akawa anamfariji yule bwana mnyonge yule. Alikuwa yule mmoja amefurahi, atatoka ya jela na atarudi kazini kwake. Huu mwingine amejisikia mnyonge, atanyongwa. Akamfariji, kumuingiza kwenye dini. Wewe hata ukifa umeingia kwenye dini vizuri, utakwenda peponi, utakaa milele huko, hakuna wasiwasi. Mpaka akaamini dini, akafa mtu mzuri. Siku ya kutoka yule bwana anamwambia, bwana wewe unakwenda mjini sasa, wewe nizungumze huko ukifika kwamba kuna mfungwa mwenzetu mmoja kule amekaa jela, amesauliwa kule, anaitwa fulani hivi na hivi na hivi, ueleze habari zangu huko. Akamwambia bila shaka bwana, nitakusema, nitazungumza habari zako. Kuingia mjini bwana, ameondoka mjini siku nyingi, amerudi kazini, anajisikia raha. Akapiga matunda ya mji, akamsahau. Hakumtaja, kimya, amekwisha. Amesahau kama alikuwa na Yusuf gerezani. Siku zikapita, na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hikma zake akitaka kuwafundisha waja wake, hasa wapenzi, unaweza ukashangaa. Yule bwana baada ya kusahau, Allah anasema falabitha fi sijni bid'a sinin. Akakaa jela yule bwana Yusuf bid'a sinin, miaka kadhaa. Bid'a inaanzia 3, 5, 7, si ndio 9, imekaa katika sura hiyo. Sasa kadhaa alikaa, sio siku moja mbili. Yusuf lakini akajua kosa lake. Kosa lake alipoingia jela, alimwambia Mungu, niingize jela. Si ndio hivi? Ya Rabbi, niingize jela kuliko haya wanaoniitia. Wakati wa kutoka hakumwambia ya Rabbi, naona nimeshachoka huku, nitoe. Anamwambia huyu bwana, wewe ukifika huko mjini nikumbuke. Angetakiwa kurudi kwa yule, ya Rabbi, nimeshakaa sana huko, sasa basi nitoe. Lakini akamwambia bwana, ukienda mjini, wapi? Akapumzika jela bwana. Sasa Allah na mipango yake mjini kule, kiongozi wa nchi akaota ndoto.
ameota ndoto ikamtatiza sana. Ndoto ameota ng'ombe wanene mno 7, lakini ng'ombe wanaliwa na ng'ombe waliokonda kweli 7. Kwanza ng'ombe anakula ng'ombe tangu lini? Hiyo kuliwa tu kwanza inatisha. Ng'ombe anakula majani hali nyama, lakini ng'ombe anamla ng'ombe mwenzie, lakini ng'ombe mwenyewe mwenye kuliwa ni yule mnene, analiwa hivi hivi anakwisha. Akastuka, akaota na kingine, akaota na mashuke ya ngano mabichi mazuri na mengine yaliyokauka sana 7. Ndoto gani? Alipoamka imemfadhaisha, akaita kamati yake ya shura, hebu njooni bwana, niitieni na wale wanaojua mambo ya nani, siku hizi wanaita wataalamu ndio wanaita wataalamu wale. Kamati ya ufundi, ite wewe, lete. Ikaletwa kamati ya ufundi. Ilipokuja pale, mfalme akaieleza ile kamati, nimeota hivi na hivi na hivi. Kamati ya ufundi ikatizamana. Mnajua ukimfasiria mfalme kitu alafu ukakikosea unachinjwa bwana. Hii ndoto inatisha hii. Tuseme chochote tu hapa, tumwambie hatuelewi. Basi walipokaa wamepata shura yao, wakamwambia mfalme, hii bwana, ndoto hii imeparaganyika mno, haieleweki. Kama vile kutaka kumwambia mtu ulikuwa umekula sana tu usiku. Si watu wanasema wata jinamizi ndio. Kama hata kiongozi sasa huwezi kumwambia umekula sana, ndoto ya kuparaganyika tu, mazimbwe tu ya usingizi tu. Usingizi ulikuwa mzito tu. Hii sio ndoto inayohitaji tafsiri. Yule bwana kumbe anamtilia kiongozi wake kinywaji, lakini amesikia tafsiri iliyotolewa haieleweki. Akakumbuka, jamaa yangu jela, si ndio mambo yake? Akamwambia mfalme, huku jela huko kuna jamaa huyo ataifasiri hii ndoto hii. Yuko nakwambia, nipeleke kule, nitume nikampate huyu mtu atakufasiria ndoto hii. Wapi? Jela. Yusuf. Kumbe Yusuf bado yuko jela, ndo ina akili watu inarudi, yuko jela bado Yusuf. Mpelekeni huyu. Sasa unajua mtu akiwa ametumwa na kiongozi, mpelekeni, unafikiri atakwenda na baskeli? Apelekwa na gari lile rasmi, si ndio? Ujumbe maalum. Kama ni la farasi basi ndio hilo la ujumbe maalum anapelekwa, kwa sababu anatakiwa afike atoe taarifa kama ni vipi, kama ni mtu ataletwa na kweli. Bwana, gari inayopeleka ujumbe maalum ikampeleka. Anafika gerezani pale, yani wale wakiona ile ujumbe ule wanajua ni ujumbe wa kiongozi, kufungua tu. Kuna nini kwani? Kuna nini? Bwana ametumwa na kiongozi kutaka kuzungumza na Yusuf. Yusuf anatafutwa. Rafiki yangu siku nyingi, vipi bwana, umenisahau bwana? Bwana kwanza achana na hayo ya kusahau, wewe utatoka tu. Umeniacha bwana, hata uzungumzie bwana, achana na hayo kwanza, na ujumbe mkubwa sana mimi. Nini? Umetoka yani unarudi unakuja na magari ya kifalme hapa? Nimetumwa kwangu mimi. Nini? Tukae. Akakaa. Sije nikazungumza ovyo ovyo nikasahau bure. Wakakaa vizuri, asije akasahau kila kitu, akizungumza vizuri maana inahitaji tafsiri. Wamekaa chini, akaanza kumfasiria kiongozi. Bwana anasema, nimeota ng'ombe 7 wanene wanaliwa na ng'ombe 7 waliokonda, na nimeota mashuke 7 mabichi na mengine 7 makavu. Haya, mfalme ataka tafsiri. Hivyo akapewa tafsiri. Tafsiri ikawa, kamwambie mtalima miaka 7, mtavuna sana,
Mtakachokivuna kinahitajika kibakie vile vile kwenye mashuke yake, kisitolewe, ila kidogo tu ambacho watu kwa ajili ya kula. Kisha itakuja miaka mingine 7, itakuwa kilimo ni kibaya, chakula kitaliwa mpaka kukaribia kumaliza hiki kilicholimwa mwanzo. Kisha itakuja miaka, manake ile 7 ile ya ng'ombe wanene ndio miaka ile, na ile mashuke ndio mavuno. Kisha itakuja miaka, utakuja mwaka mmoja, watu watakuwa wamepata msaada mkubwa sana, watakamua sana, watapata mambo mazuri. Jamaa ataka gari lake apande, arudi haraka asije akasahau. Panda, peleka bio, anajua itampandisha chati. Yusufu ameachwa gerezani. Akaenda kule, akafika, akatoa tafsiri ile. Mfalme akaona hii inaingia akilini. Hii kuambiwa hii ndoto zimeparaganyika tu, hizi ndoto za kushiba hizi. Hapana, huyu mtu kichwa hiki. Sasa kichwa hiki mimi ninakihitaji. Na kupelekea ni mbio, manake naona muda umekwisha sana tena. Sawa hiki kichwa nakihitaji hiki. Mfalme amekushachukua taarifa zile na zimemfaa haraka sana. Sasa anamuhitaji huyu mtu kanileteeni huyu. Anatumwa mjumbe sasa wakwenda kumuita Yusufu aje. Yusuf naye anapiga mgomo, haendi. Anasema hivi, kwanza mwambie mfalme ajue habari za wale wanawake waliojikata mikono. Mola wangu mimi anajua vitimbi vyao vizuri sana. Labda pengine yeye hawezi kumwambia yeye havijui, avizifuatilia habari zile kwanza. Manake mimi nimeingizwa jela, inawezekana ikawa kuna tuhuma, ili zijulikane zile, nisije nikatoka bado nina tuhuma vile vile. Mfalme habari akazifuatilia kwa kina bila ya kuwaita wale watu, akawa anazijua vitu. Na si kwamba mimi ninajitakasa sana, nafsi ni yenye kuamrisha mabaya, ila Mwenyezi Mungu airehemu tu, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe na mwenye huruma. Majibu yakawa yamepatikana ni hayo. Yakarudishwa kwa Yusuf majibu vizuri. Yusuf sasa yuko tayari kutoka, hana wasiwasi wowote. Kikao kimefanywa hadharani na ametakaswa. Akatoka, anakuja kwa mzee mwenye nchi, anamwambia nileteeni huyo mtu, mimi ninamhitaji, wawe wa kwangu, namtaka awe wa kwangu, msaidizi wangu wa karibu. Akaletwa Yusuf, akafika kwa kiongozi wa nchi, akaongea naye mengi. Baada ya kuongea naye mengi, akamwambia kuanzia leo hapa wewe utakuwa na mamlaka kubwa na utakuwa ni mwenye amani, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Utakuwa na daraja kubwa na utakuwa ni mtu mwenye kuaminiwa kwenye mengi, kwa sababu wewe ni mwaminifu. Yusuf akasema, sasa kwa kuwa kazi hii iliyopo niliyokuelezeni kwenye ndoto ni kazi kubwa, na maombi kwako kiongozi. Sema. Akasema, mimi ninaomba mnikabidhi mimi mamlaka ya kusimamia chakula chote cha nchi katika kipindi hiki gumu hiki kitakachotokea. Kusiwe kuna mamlaka ya kuchukuliwa chakula ovyo ovyo bila ya taarifa zangu, kwa sababu mimi nina uwezo wa kulinda vizuri kwa taufiki ya Allah, na nina ujuzi. Kwa hiyo Yusufu alisomeshwa, yule mzee alimsomesha, yule hafidhun alim, ni mjuzi na nitaweza kulinda vizuri masuala haya ya chakula. Kweli akakabidhiwa hiyo kazi. Masiku yakaanza yale ya maisha hayo ya kilimo na nini, na Yusuf amekabidhiwa mamlaka. Anaweza kukaa katika nchi popote anapotaka, kusafiri anapotaka, kwa wakati anaotaka. Siku zikapita, maisha yakaendelea. Kikaja kipindi cha njaa. Njaa ikapiga Misri, ikawa ina chakula kwa sababu ndoto iliwafanya wakahifadhi chakula. Miji mingine walikuwa hawana habari. Miaka 7 mingine itakopita kwa itakuwa migumu,
Kweli ikawa migumu, ikagusa sehemu nyingi za mji, lakini watu wanajua Misri bado chakula kiko. Katika kipindi kile cha kujulikana Misri chakula kiko, hakukuzungumzwa habari za watu wa miji mingine mbali, mpaka zungumzwa habari za ndugu zake Yusuf. Ndugu zake Yusuf waliposikia chakula kiko Misri, wakaandaa mazingira ya safari waende kutafuta chakula Misri. Wakaenda na bidhaa zao ili waziuze wapate chakula. Kuingia tu kwenye mji, watu wa mji wakawasogeza wageni kwa Yusuf, kwa sababu chakula hakitoki bila idhini ya Yusuf. Wanamkuta Yusuf, Yusuf amewajua wote, wao hawamjui. Yale yaliyofunuliwa kisimani, yale anaanza kuyaona yanatokea. Yusuf anawaona, amewatambua, yarhamukallah. Wao wote hakuna mtu anayemjua, kwa sababu kwanza hawawezi kufikiria kwamba Yusuf ndugu yetu tulimtupa kisimani awe yuko kwenye nchi ndio msimamizi na mavazi aliyovaa ya mtu mkubwa, alafu awe anasimamia chakula cha nchi, itawezekanaje? Hakueleweka kabisa. Wakaja wakajieleza shida zao, Yusuf akazisikiliza vizuri, na yeye akawa anawadadisi. Nyinyi kweli mmefuata chakula hapa nyinyi au wapelelezi nyinyi? Mbona mnaonekana mmefanana fanana? Sisi ni ndugu bwana. Nyote ndugu nyinyi? Ndugu moja. Hebu elezeni vizuri. Sisi ni watu fulani, watoto wa mzee fulani. Mko wangapi nyinyi? Wakajitaja mpaka wakamtaja na ndugu yao mmoja. Yuko wapi huyo mwingine? Yuko huko, mzee anabaki naye, haondoki. Ndio nyinyi tu. Tulikuwa na mwenzetu mmoja zamani pia aliwahi kufa siku nyingi. Akawa dadisi mpaka akawa ameipata picha ya kwao yote, mpaka amejua kwamba babake yuko hai na mamake yuko hai na ndugu yake yuko hai, lakini hakuja kwenye msafara. Vizuri sana. Basi akawatendea wema sana, akawapa chakula vizuri, akafanya na ujanja wa kuatilia ile mizigo yao waliokuja kuuza yote ikarudi kwenye mzigo wao. Akawatuma wale watu wakaingiza vile vitu, wakafungiwa mizigo yao ile. Lakini alikuwa amewapa sharti moja katika kuwadadisi, akamwambia, mimi ninakosa imani na nyinyi mpaka sasa, yani nimekupeni chakula lakini sijakuamini. Mimi naona nyinyi ni watu mmekuja kutuchunguza mambo hapa. Nitaamini kwamba ni kweli mtakapokuja mara nyingine nione mmekuja na ndugu yenu mlemtaja. Kumbe amewatega tu. Huyo ndugu yenu kama mnaye kweli huko, msiniambie kwamba baba sijui amefanyaje, naye pia nimuone amekuja. Kinyume cha hivyo, mara nyingine mkija hapa hampati chakula, sitowaamini. Hivi sasa nimekupeni chakula, nendeni, lakini nione kwamba ni kweli maneno yenu. Basi kweli wakaondoka. Wakasema, huyo mdogo wetu huyo bwana mzee sijui kama atakubali huyo. Kwa nini asikubali? Kama hakubali basi msije. Basi tabidi tumbembeleze hivyo hivyo mpaka atuelewe bwana. Amewapiga sharti zito. Wakaondoka, wakaenda zao nyumbani. Safari yao ndefu, wakafika. Walipofika kwao, wakamfikishia mzee taarifa, bwana, tumekutana na kiongozi mmoja bwana mkarimu sana. Ametukirimu sana na ametupa chakula, ila hakutuamini kama sisi tumekwenda na njaa zetu. Anaona sisi ni askari wapelelezi tu. Sasa akatuambia, ametudadisi mambo mengi, maswali mengi sana, mpaka akajua kuwa tuna ndugu yetu huku. Akasema kama ni kweli, mpaka mkija mara nyingine na huyo ndugu yenu nimuone. Bwana, ndugu yenu mnataka kwenda naye na huyo tena? Mnataka kumchukua kama mtamchukua Yusuf? Mzee, sio hivyo, tutakosa chakula. Sasa wakati wanafanya hivyo, wakafungua mizigo yao kuonyesha ukarimu wa yule mtu. Chakula, angalia, kufungua mtu anaona hata bidhaa zetu tulizokwenda kuuza zimo bwana, na yule zimo bwana, zimo. Huyu bwana mkarimu sana huyu, ametupa chakula bure huyu, tunataka nini tena kwa mtu? Mzee, utupe huyu ndugu yetu tuende naye. Kwanza tukienda naye tutakuwa tumeongeza ngamia mzima wa chakula mwingine.
Basi wakamsihi mzee, lakini siku zinapita, kwanza chakula si bado kipo. Siku zikapita, karibu na safari wanarudishia tena maneno yao, bwana baba, bwana twende naye bwana baba. Mzee akawapa viapo, akawaapiza kabisa, kila mmoja achukue kiapo kwa Allah kwamba mtafanya mfanyavyo mpaka mrudi naye, labda mwe mmezingirwa nyote na nyinyi mmeshindwa kurudi, lakini kama mnarudi nyinyi na yeye mrudi naye. Wakakubali hivyo hivyo. Basi ilipofika siku ya kwenda, wakaondoka naye tena, ndugu yao wakaondoka naye, wakafika naye Yusuf kwa hikma zake vile vile, ndio huyu hebu kwanza naye nikamuulize maswali vile vile. Wao swali waliona wameshaulizwa, ngoja naye nikamuulize kwanza. Akamvuta ndani huko, ende akamuulize maswali. Kumuingiza ndani, wako peke yao, akamkumbatia ndugu yake, akamwambia, mimi Yusufu, usiwe na wasiwasi, hakuna lolote hapa, wale hawajui na usiwajulishe, usiseme chochote. Kakaangu Yusufu amefurahi sana ndani, lakini peke yao amefurahi kweli, wale hawajui kitu, kuwa makini. Sawa sawa. Basi kajifanya amemuuliza maswali, alafu amemtoa nje kutoka. Haya, wapimie chakula. Wakapimiwa chakula wale, kumbe ameshafanya mtego na jamaa zake wa kupima. Chombo kile cha kupimia ni chombo cha thamani ambacho kwao kule huwa kinatumika kwa kupima, pia wakati mwingine kinatumika hata kunywea juisi na nini, lakini cha thamani, sio cha kawaida, cha madini yani. Kile chombo kimechukuliwa, kimeingizwa kwenye mfuko wa mizigo ya ndugu yake mdogo. Pima wale mpaka wanakaa sawa, mizigo imeshapimwa na wahusika, ameshaifunga. Njooni mchukue mizigo yenu mpakie kwa ngamia. Kila mmoja anapakia. Haya, wanaagana vizuri, wanaondoka. Ili kutoka tu kufika mbali kidogo tu, anakuja mtu na kelele, na farasi, simameni, mmeiba nyinyi. Tumeiba tena? Kuna nini? Tumeiba nini? Nyinyi ni wezi, rudini. Si hatukuja kufanya uharibifu huku. Hakuna uharibifu, hakuna nini, nyinyi wezi, mumeiba chakula na nini, kipimio cha kiongozi. Kurudishwa. Tuna taarifa nyinyi mmeiba Yusufu. Tuna taarifa ya kwamba mmetuibia chombo chetu cha thamani. Jamani, hatukuja kufanya uharibifu, mmeiba. Je, tukikikuta mtafanyaje? Wakatoa maamuzi, yule ambaye mtakikuta kwenye mfuko wake, huyo ndio achukuliwe, abaki kwenu mtumwa. Akaanza kupekua kwa wale wote mpaka mwisho, akapekua kwa yule mdogo wake. Hiki hapa, mnaona? Simesema wezi nyinyi. Unajua alichokisema wale jamaa? Wamekuja kutufedhesha. Mimi sishangai, lakini kama nkuiba, hata kaka yake zamani aliiba hivi. Kaka yake mwenyewe ni Yusuf. Yaani manake wote si baba mmoja wale, lakini yule kwamba wametoka baba mmoja mama mmoja. Ukisema hata kaka yake alikuwa mwizi hivi, manake hao wanafundishwa na mama yao. Hata kaka yake alikuwa hivi, aliwahi kuiba na watu wabaya sana, hawajasalimika mpaka leo, bado wako vile vile. Mimi nimeiba. Yusufu anajiona ndio bibi mwizi mwenyewe. Allahu akbar, walillahi alhamd. Sasa huyu anabaki, wewe unaiba, tia mkwara mzito sana. Akamtia mkwara, mchukue mwingizeni huko ndani. Kachukuliwa, akaingizwa ndani huko. Nendeni zenu. Wale wakaondoka bwana. Jamaa wakaiba bwana. Sasa kabla ya kuondoka, kaka yao mkubwa akaweka biti ya kuwa harudi, mimi siwezi kwenda. Kwa nini? Tumechukua ahadi kwa mzee, labda tuwe tumepotea sote. Tumeshampoteza Yusuf, alafu na huyu amepotea, mimi siwezi kwenda, mimi nabaki huko. Labda nife au vinginevyo, lakini mimi siende huko bwana. Mimi siende, nyinyi nendeni tu. Na mkifika mwambieni mzee wenu bwana, mwambie kijana ameiba, amekamatwa, amebakia. Mimi lakini siwezi kuja huko. Akaondoka.
Wakaenda wakafika, wakamweleza mzee kadhia. Walipofika mzee akanyongeka sana. Yeye alipoambiwa na huyu mtoto kapotea, akasema ya asafa ala Yusuf. Akaanza kumtaja Yusuf, hakumtaja huyu. Akalia tena kilio cha Yusuf, nao wakakasirika. Mzee, bado unamtaja Yusuf tu mpaka leo bwana, mpaka unataka kufa bure bwana. Akamwambia, mimi huzuni zangu namshtakia Allah, na Mwenyezi Mungu huenda akanirudishia wote hao. Huenda Allah akanirudishia wote, hamjui ninyi iliyopo. Basi ikawa maisha ni hivyo. Mzee akalia mpaka macho yakapotea. Yusuf amebaki huko na bwana mdogo Binyamin naye amebaki. Akawa macho yake amepoteza kuona, yameingia weupe, mkuu kipofu. Basi siku zikapita, sasa wanangojea tena kuondoka tena, njaa tena iwashike tena waende. Wakaenda tena mara nyingine. Sasa walipokwenda, wamekwenda ni wanyonge sana, hata bidhaa zenyewe za kuuza sio bidhaa za kueleweka. Walipofika tu wakaanza kulalamika moja kwa moja, Yusuf, sio Yusuf, kiongozi, tumekuja, hata bidhaa zetu si za kutumainika, tunaomba utupatie chakula hivyo, utufanyie sadaka tu, utupe japo sadaka tu. Na wazee wetu wamesikitika sana, wamekuwa taabu moja kwa moja, hakuna amani. Mzee kapoteza macho, amelia sana kwa kumpoteza mwanawe, macho hayaoni. Yusuf akaona sasa kuzuia kumekuwa kurefu, hawezi tena. Akamwambia, mnakumbuka lakini nyinyi mliomfanyia Yusuf wakati mkiwa wajinga? Huyu anajua habari za Yusuf. Mnakumbuka mambo mliomfanyia Yusuf mkiwa na ujinga wenu nyinyi? Wakamtizama vizuri. Anta Yusuf, we Yusuf we? Akasema ndiyo, mimi Yusuf. Mleteni yule. Akaletwa. Na huyu ndugu yangu Binyamin. Tumeumbuka hapa. Kiongozi huyu ndiye tulimwambia mwizi machoni pake. Tumekwisha. Yusuf, kwa kweli tumefanya mambo ya kijinga sana. Fadhilisha wewe kuliko sisi. Amekufadhilisha wewe kuliko sisi Yusuf. Tumekudhulumu sana, tumefanya mengi, utusamehe tu ndugu yetu, hakuna mengine zaidi hayo. Yusuf akamwambia, msisikitike, msilalamike, Mwenyezi Mungu atakusameheni. Basi ikawa Yusuf amepitisha msamaha wakati anaweza kulipiza, akayafutilia mbali aliyopita, akawapa chakula tena, halafu akawapa na nguo yake. Akamwambia, mkifika nyumbani kule, hii mumwekee mzee wangu usoni, atapona, na muachukue familia yenu yote mje nayo huku. Basi msafara ule ukaondoka, ukarudi kwenda kwao. Ulipofika, mzee anasema, mimi napata harufu ya Yusuf. Wale kule wanamwambia, wewe baba, wewe bado unataja habari za Yusuf tu bwana, mimi ninajua msio yajua nyinyi. Mimi napata harufu ya Yusuf, mimi naipata harufu ya Yusuf. Kweli kila siku anasema harufu ya Yusuf mpaka msafara ukafika. Kufika tu anaekewa nguo usoni, anaona. Si nilikwambieni mimi nilikuwa najua, naona Yusuf, namsikia Yusuf anakuja. Wale vijana wamechoka sana, wakamwambia mzee wao, tuombe dua, tumekosea sana, tumemkosea ndugu yetu sana. Ndugu yetu yuko hai, na yule ndugu yetu mwingine ni ndugu yake yuko naye huko, na ametuambia tuwachukue nyote mwende pamoja kule. Siku zikapita, wakaandaa safari, wakaenda. Walipofika, Yusuf akawapokea wazazi wake kwa shangwe, akawakumbatia na akawaweka kwenye kiti kile ambacho huwa anakaa yeye. Na wale walipoona vile, wote kwa heshima wakaporomoka chini wakasujudu kwa heshima. Yusuf akamwambia babake,
ndoto yangu leo imethibiti, imekuwa kweli. Mwenyezi Mungu amenifadhilisha mengi baada ya kuwaponesha ndugu zangu wakuwa wameguswa na shetani, akatukosanisha kwa mpulizo wake shetani, na akawa amenitoa jela, na leo amekuleteni hapa tuanze maisha ya pamoja, na kadhia ikaishia hapo. Wakabaki Misri, si ndio? Hao hawakubaki, wakabaki Misri, wakazaliana Misri kweli kweli, mpaka wamekuja kutoka Misri wakiwa na Nabii Musa kwa Firauni mwingine wa miaka hiyo iliyokuja. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.